Usipokuwa makini, kizazi chako chote kitaangamia, cha sasa na kijacho pia. Unajua mdogo wangu, nimekuita hapa kwa sababu moja. Siku zote wanasema sema mzaa hutumbua usaa. Umekuwa ukiongea sana juu ya mambo ya nyoka haya. Nilikuwa nikikupuuzia sana, lakini kuna kitu kidogo kimesensi kwenye akili yangu. Unajua wewe ni mdogo sana. Kwa hiyo pengine kutokuamini naweza nikawa nakosea au niko sahihi kutokana na umri wako. Lakini kwa mazingira unayoyaongea na mambo yanayonikuta, na unadhahiri kabisa kuna kitu kinaendelea. Nimeota ndoto mbaya sana. Nimeota nyoka mmoja mkubwa sana. Na ilikuwa bado kidogo anigonga nyoka. Sijui ingekuwaje. Na wewe siku ile uliniambia kuhusu mambo ya nyoka. Hebu niambie, kwa nini hawa nyoka? Kwa nini wananifuata mimi tu? Kuna kitu gani? Uncle John, ni bora hilo umelifahamu mapema. Ni bora umekuja mapema kujua nini kinachoendelea katika familia yako. Hapo zamani kidogo, baba yako aliwahi kuua nyoka, kumdhuru na kumbaka pia. Kidogo. Alifanyaje? Huyo nyoka anajibadilisha katika maumbile tofauti ya kibinadamu. Na ni mrembo sana. Kiasi cha kwamba wewe ukimwona lazima utampenda. Na pia huyo nyoka atahakikisha kuwa anasambaratisha mmoja baada ya mwingine katika familia yenu. Yaani sisi tuauawa na nyoka, si ndio? Usiulize, ndivyo ilivyo. Wote mtaisha. Sasa mimi nifanye nini hapa? Mimi nifanye nini? Au wewe unajua nini kuhusiana na namna ya kuweza kuepukana nao watu? Unajua nini? Uncle John, natamani ningeweza kusaidia, lakini siwezi. Sina nguvu hizo za kusaidia mimi. Kwa kuwa wewe ni mtu mzima mwenye akili zako na mwenye busara pia, mpaka umeamua kunifuata mimi, mdogo wako. Tumia akili yako, tumia maarifa yako uliojaliwa nayo. Kwa muda huu, saidia familia yako. Maana mimi nguvu nilizokuwa nazo ni kusoma kitabu na kujua kinachoendelea juu ya nyoka kwa ajili yenu nyinyi binadamu, ila uwezo kusaidia sina. Usipokuwa makini, kizazi chako chote kitaangamia, cha sasa na kijacho pia.
Kuna nini kinaendelea? Makubwa. Yaani rafiki yangu, unajua kuna vitu ambavyo mimi sielewi kabisa. Unajua kikawaida tumezoea kila mwanadamu yoyote huaga anaota. Lakini kwa mandoto ambayo nayaota mimi, naona kabisa kuna swala ambalo halijakaa sawa. Kinachokuja kunichosha zaidi, haya mandoto yamekuwa yakijirudia rudia. Kila siku naota manyoka, mara nakimbizwa na nyoka, mara nagombana na nyoka, yani kila siku kaka. Kinachokuja kunitia hofu zaidi sio usiku tu, hata mchana kweupe. Nikiweka ubavu tu kaka, nyoka ili hapa. Nikijigeuza hivi nyoka ili hapa kaka. Hiki kitu kwa kweli kinachanganya sana. Kuota kupo, lakini kwa nini ndoto zisijirudie? Kikawaida mimi ni Mswahili unajua. Yaani bro, ukizungumzia Waswahili mimi ni Mswahili typical. Mimi jambo langu ukiniletea Kiswahili nalipeleka hivyo hivyo Kiswahili. Kwa mimi binafsi ninavyoona kabisa, yani ninavyoona kwa macho yangu kabisa hivi. Hiyo swala sio kawaida. Kwa hiyo kama sio kawaida, mimi ninakushauri bwana, tafuta mtaalamu. Tafuta mtaalamu. Mtaalamu una maana gani? Namaanisha mganga wa kienyeji, atengeneze mazingira. Rafiki yangu. Sasa wewe umekuja kwa ushauri. Kwani unanionaje mwanangu? Kwa hivyo uniangalia mimi wakwenda kwa waganga. Yaani mimi unavyoniona nafanana na waganga mimi. Sikiliza kwanza. Wewe unanionaje? Sikiliza. Unajua maisha halisi kabisa. Kuna watu ambao wanaweza kukutafsiria ndoto. Sasa ndoto anakutafsiria nani? Ni mganga. Hata Ulaya wapo wanaitwa witch doctor. Funguka. Yaani ngoja nikwambie. Yaani wewe ni mwanangu sana. Lakini linavyokuja kwenye swala la mawichi doctor sio waganga, mimi wala sikuelewa just. Siwezi kudanganya. Halafu kipindi cha nyuma ananiambia haya mambo, lakini sasa kwa sababu kumwangalia hata umri wake ni mdogo, mtu mwenyewe kama hajajitambua, mimi nikampuzia tu. Lakini naota kitu serious. Yaani naota kabisa minyoka, yaani ni minyoka serious. Hivi. Yule sina siwe. Shuka kutana nini wewe? Sema kimbia ovyo. Bwana, ni binadamu. Mimi nafikiri swala sio. Mnamwona yule anakimbia? Yule Sinansi yule. Yule sio mwenda wazimu wala sio chizi. Yule ni mtu mzima mwenye akili zake kama nyie. Ila yule amemwona Abel. Maiti ya Abel kisimani. Unasemaje? Abel yupi? Abel yupi? Unauliza swali unauliza jibu. Abel huyu mpwa wako. Na pia naonea huruma sana. Ningekuwa na uwezo wa kusaidia ningewasaidia. Familia yenu ina mikosi. Nyoka anafuatilia kwa sababu karne za zamani wazazi wenu, vizazi vyenu viliua nyoka. Hivyo nyoka huyo anaamua kumaliza mmoja baada ya mengine, kizazi baada ya kizazi, mtaisha wote. Na mimi nimepewa uwezo tu wa kusoma nyoka. Ningekuwa na uwezo wa kumudu nyoka au kuwasaidia, ningewasaidia. Kuwa makini, usipuuzie. Wewe ni mtu mzima mwenye akili zako timamu. Usikubali kumpoteza mdogo wako. Wakakana nakuja. Mdogo wangu, kiukweli kabisa nimeanza kukuamini, na sababu kubwa ya kukuamini ni kwamba nakuamini kwa sababu mambo ambayo nilikuwa nikiyaona kwenye ndoto na wewe pia ukiniambia, nimeanza kuyaona kwa macho yangu ya nyama. Unaweza ukaamini kwamba nimekutana na yule dada ambaye alikuwa akinisumbua kwenye ndoto zangu mara kwa mara. Nimekutana naye live. Amekutokea? Kabisa. Kama itoshi, nimeweza kumuona nyoka kabisa kwa macho yangu ya nyama. Yaani kabisa.
Kitu ambacho kimekuja kuniumiza akili zaidi, yule nyoka amemgonga rafiki yangu mbele ya macho yangu. Kwa kweli ninakosa amani, sina amani kabisa. Nataka msaada wako. Nahitaji sana msaada wako. Kwa huo udogo uliokuwa nao, nimeona kwamba kuna kitu ambacho unaweza kunisaidia. Nataka kufahamu Abel kifo chake kikoje? Unataka kufahamu kifo cha Abel kikoje? Abel ni mfu aliye hai. Una maana gani kusema hivyo? Abel amekufa, Abel hajafa. Kwa macho ya mwanadamu, Abel amekufa. Lakini Abel yupo katika milki ya nyoka yenye nguvu sana, na si rahisi kuingia. Sasa natakiwa nifanye nini ili kuweza kuyanusuru maisha ya ndugu wangu? Cha kufanya, usitangaze kwa mtu yoyote kama Abel amekufa, na pia usiweke msiba. Subiri mimi nitakapokuambia. Baada ya siku kadhaa nitakuletea majibu yaliyokamilika. Usiwe na haraka na hili jambo. Tuliza akili, tafakari kwa makini. Fanya maamuzi yaliyo sahihi. Acha kupuuza. Washenga. Tulia. Sasa hivi sawa. Shika moyo. Mpaka usubirie waliokuleta waje kuchukua. Sawa. Tulia. Tulia. Ndio unapona. Sawa. Na John yuko wapi? John atakuja kuchukua. Sawa. Hata sisi pia tunatambua. Hatujakuzuia kuja kwenye mti wowote ule wakati wowote unapotuhitaji. Lakini hauna sababu za kuja tu pale unavyojisikia. Umekuja kufanya nini? Mimi nimesoma vitabu na najua nyinyi vizuri sana. Mimi lengo langu ni kuisaidia dunia. Kuisaidia dunia? Unayajua maumivu yangu wewe? Unaujua uchungu mimi nao usikia pale ninapoumia? Nafahamu. Lakini najua nyinyi mna hatari kiasi gani. Japo binadamu anafanyia matendo yasiyokuwa na usawa kabisa. Lakini mimi nataka nitoe
nataka niweke dunia sehemu salama. Najua una hasira kiasi gani, lakini jaribu kuzuia hasira zako japo kidogo tu. Binadamu umepewa mamlaka ya kusoma vitabu vyote, na tunajua unaweza ukatuzuia, lakini kwa maumivu na hasira nilionayo huwezi kufanya chochote. Na tena ukiendelea kutusumbua, nina mamlaka ya kutafuta nguvu ya ziada, hata wewe nikakusambaratisha. Sawa, mimi utanisambaratisha. Je, vipi kuhusu Abel? Abel? Tena Abel na John wana vinasaba. Lazima wale wote nitawajua. Siana! Siana! Ni kweli nimekufa, ila wa kwanza na wa mwisho kumwambia kama mimi nimekufa awe ni mama tu, la sivyo ukisubutu kunyanyua mdomo wako kwa mtu mwingine, maisha yako yatakuwa halali yangu. Najua Abel yupo kwenye miliki yako. Vipi kuhusu watu wanaojua kwa Abel amekufa? Hilo sio swala la kulizungumzia sasa hivi. Shida ni nini hasa? Ni maumivu. Wakati mimi najipanga kuwasambaratisha hao watu wanaotaka kuniua, yeye na watu wake wanataka kuniua mimi. Nimewakosea nini? Bila sababu ya msingi wanataka kuniua. Nimewakosea nini? Sijawafanya chochote, sijawadhuru. Kwa nini wao wanataka kuniua mimi? Shida ni nini mpaka unamfanya Abel huko yupo na huko yupo mzima na amekufa? Hivi huoni wazazi wake wanavyojisikia vibaya? Tena ninavyotoka hapa naenda kumpa adhabu kubwa, na yeye ndiye atakuwa sababu ya kuniua John. Familia yenu ni wakatili sana.
Nilijua watu wa zamani tu ndio wenye roho mbaya, kumbe hata wa sasa. Nimekukosea nini? Nimekukosea nini? Kwa nini ulitaka kuniua? Kwa nini ulitaka kuniua? Sasa kabla sijatimiza azima yangu ya kukuua, wewe ndio utakuwa sababu ya kulipiza kisasi changu leo hata kidogo. Kimya! Nimesema kimya! Ashoti hii John akikugusa itakuwa ndo umemsambaratisha, na hiyo ndo itakuwa furaha yangu walau kidogo kwa kulipiza kisasi. Hapana, hapana, usimuue mjomba, usimuue! Hapana. Wewe! Sawa. Ndio. Nakuja. Sasa nenda dukani kwa maji. Alete mchele ule mzuri kabisa. Na naomba uwahi kuleta. Dada, kuna nini hapa? We! Ustavu! Abel. Dada. Abel amerudi. Sikafaulu. Yaani mimi nilijua huyu yupo, huyu chuma cha mpingo hiki. Nilijua tu Abel lazima atarudi. Anko, usiende kwa Abel tafadhali. Anko, nisikilize mimi. Anko, usiende. Anko, nakuomba. Anko, usiende kwa Abel. Huyo sio Abel. Anko! Nielewe basi, nakuomba tafadhali nisikilize. Dada. Anko, fuatana na mimi tafadhali. Nakuomba Anko. Anko, nisikilize tafadhali. Njoo basi, nisikilize mimi. Kweli bwana, unafahamu nini? Naona muda unaenda, lakini pia sio dalili za watu kuja. Lakini kiasi kama ulivyoniambia, mimi kidogo sasa hivi najisikia fresh na najiona kabisa mimi niko fresh, kwa sababu hata tilipu zangu hizi za kwenda chooni za kufanya mazoezi, mguu wangu naona mimi nina uwezo kufika nyumbani. Kwa hiyo tafadhali bwana, hebu nipatie ruksa mimi niende nyumbani. Hata hao watapokuja tuambie bwana, yule mtu ameshakaa fresh, amerudi nyumbani kwake, kwa sababu mimi nina majukumu yangu inabidi nikafanye, na watu mimi wananitegemea. Sasa hivi ninavyokaa pale siku ya 3, hebu angalia mtaalamu, hii inakuwaje? Kijana, huwezi kuondoka sasa hivi. Sawa sawa. Sasa haiwezekani kwenda nyumbani vipi? Wakati unaona kabisa mimi na majukumu yangu kama ninavyokuelekeza. Tena nimekwambia taratibu. Sasa hebu ni game mustakabali ambao mimi nitakwambia wewe utanielewa ili mimi niweze kwenda nyumbani. Huwezi kufika nyumbani. Sawa sawa kijana. Kwa sababu wewe bado unaumwa. Sawa, huna nguvu za kutoka hapa hadi nyumbani. Sawa sawa. Sasa mganga wewe unachokifanya, unatengeneza mazingira kama mimi nikuogope. Alafu mimi sikuogopi kwa sababu hapa unavyoona mimi na waganga. Kijana, unanipanda kichwani. Subiri kwanza nikuelekeze mganga. Mimi mpaka nimefikishwa hapa, yani wamenifikisha kwa nguvu zao. Lakini maisha halisi mimi na waganga wangu wangenipeleka mimi ningepona sasa hivi ningekuwa fika nyumbani. Kwa hiyo hapo unavyoona mimi sio waganga hapa. Kisalani ndio sio waganga sio 28. Hapa Dar es Salaam ndo na waganga kidida. Kwa hiyo usinitishi. Mimi nakuomba tu nenda nyumbani nishapona. Mbona unataka kunivuruga? Nisikilize sasa nikueleze. Mimi nataka nikusaidie ili uweze kwenda nyumbani kwa usalama. Sawa sawa? Sawa sawa. Unanielewa? Siwezi kukuelewa kwa sababu wewe unataka mimi nikae hapa kati nakwambia mimi na majukumu yangu. Na watu mimi sioni dalili za kuja. Si bwana nenda nyumbani. Yewa mara. Pambi muye. Ngoja.
Huyo Malango huyo namsikia toka kwa waganga wangu. Huyo Malango anaiti huyo. Huyo Malango yupi huyo? Basa nduguimo. Oya, mimi na waganga kibao lakini wewe nimekuheshimu. Yaani wewe nitakutumia. Oya, mganga sikiliza. Kwanza sasa hivi wewe ni mganga wangu. Mimi na waganga 46. Wewe utakuwa 47. Nimekuoa. Nimekuelewa. Hiyo umelivutaji gongo. Kijana, kazi yako nataka niimalize. Unapoondoka hapa, ufike nyumbani kwa usalama. Sawa. Tulia kama ulivyo. Sawa. Nakupigwa tena. Tulia kijana. Kamata mikononi. Paka usoni. Hiyo hata usiponiambia najua kama kuna kupaka usoni. Mimi nakwambia kitambo. Hii napaka mwenyewe. Na kwenye miguu pale hata na nyoka. Mguu nao huu nao umelegea yani mguu upo kama shoga. Na naona umepinda mguu nyingine hapo. Na hapa kwenye sura. Sasa. Nyanyuka taratibu. Kamata fimbo. Kama utapona wewe nakuelewa. Taratibu. Hii fimbo itumie masaa 12 tu. Ukishamaliza chukua fimbo nyingine. Sawa. Umenielewa? Bagenda bagaruka. Sema bagenda bagaruka. Hiyo sijui mimi sio muhamini. Sema bagenda bagaruka. Bagenda bala muguta. Bagenda bagaruka. Bademba gala bamunda. Bagenda bagaruka. Bagenda bala gubuta. Ngoja niongee Kiswahili. Naenda ninarudi. Wanaenda wanarudi. Bagenda bagaruka. Bagenda yo. Bagenda yo. Ndio msivipo kule. Bagenda yo. Bagenda yo. Bagenda yo. Bagenda yo. Nice. Kuna tatizo gani? Nakupigia simu unapokea, lakini unachokiongea sikuelewi. Kuna tatizo gani au una shida gani? Niko sawa. Hivi kuna kitu unaweza ukanificha mimi wewe? Toka tuko wadogodogo nyumbani, mimi nakujua vizuri wewe. Hauko sawa. Hauko sawa kabisa. Hata kwenye simu zako nikikupigia unavyoongea, najua kabisa dada yangu sasa hivi hapo haiko sawa. Kuna tatizo gani? Kaka. Mimi nipo sawa. Aha. Kwa sasa umeamua kunificha mambo yako. Si ndio? Nifiche tu. Kakangu. Ni kitu gani nishakuficha? Lakini najua baada ya siku 2 au wiki 2 utakuja kunipigia simu na kuniambia atakao kuwa anaendelea. Utaniambia tu na kuniita utaniita. Hakuna shida, mimi naondoka. Tunaenda tu tunatembea guru wemberu mipoli yote tunaenda kufanya nini? Halafu wewe mtoto mdogo huku umepajuaje huku? Wewe huku umepajuaje? Yaani toka huko juu tunatembea mibonde, miporomoko, miinuko, mibonde, mipolini, tunakufuata nini? Mimi nishachoka bwana ya mambo bwana. Mimi nataka nikuthibitishie kwa yule sio Abel. Sasa sio Abel yule nani yule? Yule si Abel nani yule sasa? Mimi nimechoka.
Mimi nataka nikuthibitishie kuwa yule sio Abel. Maana naona imani yako imezidi kuwa ndogo kwangu. Yule sio Abel. Na hilo leo nataka ulione kwa macho yako yote mawili. We mtoto usinipande kichwani. Sawa? Naomba usinipande kichwani. Sio nakufuatafuata kama likondoni nafuata ng'ombe. Ukaliwa mimi akili sina. Mimi mwenyewe na akili vile vile bwana, nimechoka bwana. Naomba ukae kimya na unifuate. Yule sio Abel. Nifuate ili nikuthibitishie. Mimi bwana, mimi kufuatafuata mapolini bwana, kwa mimi nimechoka bwana na wewe. Mimi nimechoka bwana, mimi kutoka kule unanipelekesha mapolini huku. Kwanza mtoto mdogo uogopi, una matatizo gani? Au unamtaka nini wewe mtoto? Mtoto vya siku hizi, hivi mtoto vya Facebook, Twitter hivi na Insta hivi. Usikute kinanitaka labda. Kwa kinanitaka mimi nitakula kinyanyambuzi hicho mimi. Nitakula kinyanyambuzi hicho mimi, nitakitafuna. Mimi nimechoka bwana. Kama unataka Wewe kona unataka sema. Nitakula wiki siku 7 nitakula mimi. Wewe. Ngoja sasa huku polini mimi naogopa. Umeona hayo majani niliyokukabidhi? Hayo majani hakikisha kuwa unagusana moja kwa moja na Abel. Mkono kwa mkono. Nimekupaka hiyo dawa ili kwa sababu usipate maafa makubwa kutoka kwa Abel. Maana Abel ni mtu mwenye nguvu sana. Abel yupo katika milki ya nyoka yenye nguvu sana. Nao nyoka wanachukia ukoo wenu mzima. Na leo nimekutoa pale ili usimguse. Na mimi nakuthibitishia kuwa yule sio Abel kwa sababu nataka usaidie ukoo wako wote. Sawa. Nenda kathibitishe kuwa yule sio Abel. Akili kichwani mwako. Hizi ndoto mbona sasa zimekuwa kweli sasa? Mbona kama kweli? Nani? Wewe nani? Subiri huko. Leila. Subiri. Nenda. Afu niambie kama yule ni Abel. Abeli. Mjomba Abeli. Vipi bwana? Unaendeleaje hapa? Vipi bwana mjomba, unaendeleaje? Asante sana. Mganga, labda mimi nikwambie ukweli. Yaani kwenye maisha yangu waganga siwakubali kabisa. Na sio kama siwakubali waganga kwa ubaya, hapana. Hizi sio mila na desturi zangu. Wala sio mazingira mimi niliyokulia. Lakini kwa tatizo hili nililokuwa nalo, kwa kweli imefikia hatua sasa nahitaji msaada wako. Nimekuwa nikikutana na visa vingi sana. Yaani visa ambavyo kwa kweli kuvumilika ni ngumu. Kinachonitisha zaidi, juzi nilipigwa shoti na mpwa wangu ambaye anaitwa Abeli. Ile shoti kwa kweli si ile shoti yenye gani. Mbaya zaidi, huyu Abeli amefariki.
lakini mazingira yake ya kifo chake hayaeleweki kabisa. Yaani hayaeleweki na ni kitu ambacho kinasumbua sana akili yangu. Kwa sababu Abeli mimi ni mpwa wangu. Ni mtoto wa dada yangu kabisa. Kwa hiyo katika hili nahitaji msaada wako. Nahitaji uangalie namna gani ya kunisaidia kwenye mtihani. Abeli alitaka kumuua nyoka. Yule nyoka alimgonga Abeli, lakini yule nyoka akamweka Abeli katika himaya yake, ila Abeli bado hajafa. Sasa kwa hiyo niachie mimi ndo nitajua nitafanyaje. Lakini tambua, zama za kale wazazi wako walifanya makosa makubwa sana. Sawa. Walifanya makosa makubwa. Tena ukisikia makubwa hasa. Mzazi wako aliua nyoka. Tena sio kumuua tu, hadi akambaka. Ndio, alimbaka. Kwa hiyo jambo la msingi ninalotaka kukwambia kijana, amekuja kulipa kisasi chake. Ninachokuomba ili uweze kufanikiwa katika jambo hili, yabidi uwalete misukule wawili, wa kike na wa kiume. Sawa. Ukishawaleta misukule hao, yabidi wajamiane. Sawa. Watapata ujauzito au mimba. Baada ya miezi 6 watajifungua mtoto ajulikanaye kwa jina mtoto wa kichawi. Sawa. Baada ya hapo mtoto huyo ndiye utakayemfanyia dawa hii au nyoka aweze kuwadhibiti. Tofauti na hivyo itakuwa ni ngumu sana. Kwa naomba uwatafute hao misukule. Sawa. Sasa mganga, hebu wewe mganga sasa hivi umeanza kunichoka nao. Sasa mimi hiyo misikule mimi naipata wapi? Hiyo misikule huaga ni kabila gani, labda ni watu wa wapi hao? Mimi nitakuelekeza. Nenda, hakikisha umerudi na changarawe zisizopungua 11. Sawa? Unaweza ukaenda. Nimedhamiria. Nasema nimedhamiria. Kwa nini mnanisumbua? Kwa nini mnafanya hatima yangu iwe ngumu? Tafadhali. Mnajua uchungu ninaousikia? Mnajua maumivu ninayoyapitia? Hapana. Nitakacho kufanya leo, hakuna yoyote anaweza akanizuia. Maumivu ninayoyasikia, uchungu ninaoupata, hakuna. Tafadhali nisamehe. Sirudi tena kuua nyoka wala kiumbe chochote. Nisamehe. Nimepitiwa. Niache mimi na familia yangu tafadhali. Ninakufahamu vizuri binadamu. Ninakufahamu una uwezo wa kumiliki yoyote na chochote katika ulimwengu huu. Ila katika hili umekosea. Nikisema umekosea na maanisha umekosea. Siwezi kukubali na siwezi kukata tamaa kirahisi. Tutaona. Katika hili na kuahidi binadamu, utaona. Siwezi kukata tamaa. Tutaona kati ya mimi na wewe nani anajua zaidi.
Siku 2 zijazo lazima utajiuliza maswali. Kwa nini jua linatokea mashariki na kuzama magharibi? Hii ndio maana. Lakini mganga, kwa kweli hili jambo linachosha sana. Mganga, kwa kweli sasa hivi nakuamini sana kutokana na unavyofanya kazi yako. Sasa nilikuwa naomba unisaidie katika hili. Naomba unisaidie. Hilo limekwisha. Imekwisha kabisa. Sawa sawa. Sawa. 4 5 6 7 8 9 10 11. Usiogope, usiogope. Usiogope. Sawa sawa. Usiogope. Huu ndio Abeli husika. Na huko nyoka alipo ana hasira kubwa sana. Mkifanya masiara atamaliza ukoo wote mzima. Sawa sawa. Sawa. Sasa sikiliza. Huyu ndiye Abeli. Yule uliyemwona kule sio Abeli. Sawa sawa. Sawa sawa. Sawa. Huyu Abeli ili aweze kupona ni lazima nikupe dawa. Uende ukamwagia Abeli yule. Ndiyo atapona Abeli huyu. Sawa sawa. Umenielewa? Nakuelewa. Unaweza? Naweza mganga. Unaweza? Sawa sawa. Ngoja nikupe dawa. Sasa kamata dawa hii. Sawa. Shika kwa nguvu. Kamata. Hakikisha unapotoka hapa asikuone mtu. Sawa? Sawa. Unanielewa? Nakuelewa. Ukifanya makosa mtaangamia familia yote nzima. Hadi ukoo wako wote. Sawa sawa. Sawa? Sawa. Umenielewa? Nimekuelewa. Sawa. 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 Kama yende batobere yo, eleka bagende batobere yo, eleka bagende batobere yo. Dada. Mimi? Samahani kwa kusimamisha. Bila samahani, marahaba, jambo. Lakini huku unapokwenda sio salama. Ni heri urudi huku huku ulipotoka. Unamaanisha nini? Rudi nyumbani kwa kina Abel. Na ukamfungie mlango Abel. Kwa sababu Abel yupo katika matatizo. Na pia yule Abel uliyomwona kisimani, yule sio Abel. Kile ni kivuli cha Abel. Samahani. Kwani wewe nani? Mbona unanieleza vitu ambavyo vinanitisha? Mimi unijui? Nakujua. Lakini leo na kwa sasa Abel yupo katika maumivu makali sana. Kwa sababu yupo katika milki ya nyoka. Nyoka? Ndiyo. Na sasa hivi ametawaliwa na mashetani tu. Na kuomba nisaidie mimi na umsaidie mama Abel. Mbona unaniambia maneno ya kutisha hivyo? Rudi kwa kina Abel ukamfungie mlango. Tafadhali. Mimi nimemshuhudia Abel kwa macho yangu haya mawili kule kisimani kwamba kafariki. Cha kushangaza anaenda nyumbani kwao eti mimi namkuta. Ni maajabu gani haya? Nakuomba uisaidie familia ya kina Abel. Kwa sababu najua wewe ndo mtu wao wa karibu. Naomba uende kwa kina Abel ukamfungie mlango. Tafadhali. Nisaidie mimi na umsaidie mama yake pia. Na hii dawa itakusaidia. Abel lolote atakalotaka kulifanya atashindwa kwa sababu ya hii dawa.
Nenda sasa, muda ndo huu. Kwa sitozulika kwa chochote Au tozulika kwa chochote kile, niamini mimi. Aya, basi sawa. Asante kwa kunisikiliza. Buenas. Huu sio Abeli. Huu sio Abeli. Huu sio mpwa wangu. Ngoja nikuonyeshe. Habari yako? Salama, habari? Nzuri tu. Samani, hivi nikikuuliza tu kwa macho ya kibinadamu, mimi naonekanaje? Unaweza ukanijibu nini? Labda tu msichana mzuri, au kuna kingine? Oh, mrembo. Ni kweli kwa mtazamo wa kibinadamu naonekana mwanamke mrembo, mzuri sana, mwenye mvuto lakini no. Mimi ni mtu mbaya sana. Yaani ni mbaya kuliko binadamu yoyote anaweza kafikiria. Hebu ngoja sasa nikuulize swali hapa. Unajua kipindi hiki ndipo najisikia vibaya, sipo sawa. Kama unavyoona mimi ni mdhaifu hapa. Na nilipotoka mbali kidogo, lakini pia jua linanipiga. Sasa sijui nikusaidie nini ili niwahi kwenda safari yangu. Oh. Okay, sorry. Samani. Unajua mimi hivyo tu ulivyosimama na kujua wewe ni nani, unafanya nini, unatoka wapi, unatoka familia ipi. Labda tu Samani, naomba usiadharau maneno yangu. Mimi najua wewe kama ni mshirikina. Najua unaloga sana. Najua unaenda sana kwa waganga, ila uzuri wewe sio kwa ubaya. Wewe unakinga mwili wako. Ila hebu ngoja kwanza. Mbona mimi sikufahamu? Sikuwahi kuonana na wewe sehemu yoyote ile. Lakini pia sikuwahi kukufanyia mazira yoyote. Sasa kwa nini wewe uniambie maneno ya makwazo kiasi kwamba mpaka mimi nafikia kwenye hatua ya kukasirika? Maneno makali ya kumutu. Sikia nikwambie. Najua unachotaka kukifanya. Uko kwa waganga unakoenda, nitakuacha uende. Lakini nenda kwa ajili ya kujitibia tu kama unavyojitibia wewe mwenyewe. Ila acha kufuatilia mambo yasiyo kuhusu. Acha kujifanya unazijua familia na acha kujifanya unajua kusaidia watu. Kaa mbali na John. Mwanamke, hivi mimi kuwa hivi nilivyo unahisi mimi ni mtu ambaye sina uwezo wa kufanya chochote nikiwa kama mwanaume? Na kwa nini wewe uzungumzie hayo yote? Na ni nani ambaye anaweza kumuona rafiki yake anapata tabu afu asimsaidie? Kwa hiyo nataka kuniambia mimi ni mfu, kwa hiyo siwezi. Yaani unaona nionaje mimi? Hapo najua umeng'atwa na nyoka. Naomba tu nikwambie, fanya unayoyafanya. Lakini naomba acha mara moja msaada unaoenda kumpatia John. Naomba uache. Nina uwezo wa kubadilika muda wowote. Na hapa hata ukiniambia nibadilike, uwezo wa kubadilika ninao. Na nitakapobadilika, huna uwezo wa kukimbia. Na hata ukipata nguvu za kukimbia, uwezi kukimbizana na spidi yangu. Maana nakimbia sio mithili kama ya binadamu.
Acha. Sasa kama kitabu hiki kitakuwa kinaitwa ni cha kuchekesha au ni serious? Jalada lake litakuwa limeandikwa mustakabali gani? Lakini nimesoma vitabu vingi sana, kwa hiyo hata hiki hakiwezi kushinda, nitakisoma tu. Abdulkader. Nimetoka huku nimeelekezwa kuja hapa, lakini kilichonileta hapa nimekuja kutafuta amani. Nimechoshwa sana na maisha nayoishi, nimechoshwa sana na shida nazozipitia, nimechoshwa na ndoto ambazo hazieleweki. Lakini ujio wangu hapa, nimekuja kuitafuta amani ya moyo wangu. Nimekuja kutafuta ukombozi wa familia yangu. Siko hapa kwa ubaya. Siena, nimeambiwa nikuite mara 3 katakuja hapa, lakini ukija hapa naomba uje kwa amani. Uje kwa amani, kwa sababu sikuja hapa kwa lengo baya. Nimekuja hapa kutafuta furaha na amani ya moyo wangu. Nimekuja hapa Siena niongee na wewe ili iponye familia yangu. Nimekuja niongee na wewe ili niuokoe ukoo wangu. Siena, nitakuita mara 3 hapa. Ninaomba uje, lakini uje kwa amani. Uje tuzungumze, tumalize haya mambo, kwa sababu hata mimi mwenyewe sikuyafahamu kabisa. Siena! 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 Na. Nimekuita hapa, lakini ni kwa amani tu, ni kwa amani tu. Ninaomba tafadhali, nakuomba usinidhuru. Unapata wapi ujasiri wa kuniita ihali bado una hofu? Nataka amani, nataka tukae chini tuzungumze. Unajua kuna makosa mengi sana yalifanyika miaka mingi iliyopita. Maskini ya Mungu, mimi sifahamu chochote. Ni mambo ambayo yamefanywa na mzazi wangu, sio mimi. Watoto wangu, kwa wangu hawajui chochote. Ni mambo ambayo baba aliteleza akafanya. Ni kweli hauna makosa. Sio wewe wala mtu yoyote mwingine kwenye familia yako. Alikuwa ni baba yako mzazi, ila ameshakufa. Kinachoniuma zaidi, sio mimi niliyetoa maisha yake. Huenda ni hatima ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Lakini kwa nini anidhuru mimi? Sijamkosea, sijawahi kumdhuru, wala sijamfanya chochote. Nikuulize, ungekuwa wewe, ungefanya nini? Ni kweli. Najua unavyojisikia kutoka ndani ya moyo wako. Nafahamu fukuto la hasira na kisasi ulichokuwa nacho kwenye maisha yako. Lakini tafadhali, ndugu zangu wana makosa, ni makosa ya mtu. Hakuna! Nasema hakuna! Hakuna chochote wewe na familia yako mnaweza mkafanya kikapooza maumivu yangu na machungu yangu ninayojisikia. Kisasi lazima nikifanye. Tena naanza na wewe. Usifanye hivyo, nisamehe. Usifanye hivyo. Okoa maisha yangu. Siena. Nimetoka huko juu, nimekuja polini hapa kwa ajili ya msamaha tu. Nisamehe na kizazi changu. Watoto wangu hawajui kitu. Ndugu zangu hawajui chochote. Hawajui chochote, hawajakosa. Okoa maisha yangu, Siena. Mimi sina makosa. Maisha? Niyaokoe maisha yako ikiwa ya kwangu yalishachukuliwa? Hivi unajua najisikiaje? Hivi unajua uchungu ninaosikia?
Shukuru sana Mwenyezi Mungu, leo siwezi kukusogelea, ila itakapotokea nafasi nimekusogelea, naanza na wewe na kila mmoja kwenye familia yako. Samahani Laila. Bila samahani. Nimekuita hapa kwa ajili ya jambo moja tu nalotaka tuzungumze mimi na wewe. Katika hii dunia nimefanya vitu vingi sana, lakini cha ajabu nimeshindwa. Lakini pia nahisi kabisa mimi na kipaji cha kuwasoma nyoka, na moyo wangu kabisa unaniambia mimi na kipaji na na uwezo kabisa wa kuwasoma nyoka. Tatizo linakuja pale, nani atakayeweza kunifundisha? Na nimetafakari sana, nimefikiri wewe ndo mtu pekee ambaye unaweza kunifundisha mimi. Laila, najua una uwezo mkubwa kabisa wa kuwasoma nyoka na kuwaelewa. Tafadhali rafiki yangu, nakuomba unisaidie kunifundisha juu ya kuwasoma nyoka na kuwaelewa. Nakuomba, nipo chini ya miguu yako Laila. Ni kweli unataka kusoma nyoka na kuwafahamu nyoka kiundani zaidi? Ndiyo. Mimi ni kweli nimesoma elimu ya kuwajua nyoka vizuri sana, na ninawajua ndani na nje, na wengine ni marafiki zangu kabisa. Lakini katika elimu yangu ya kuwasoma nyoka najikuta naisaidia familia ambayo sikutarajia katika maisha yangu. Hata kuota sikuota kama nitakuja na kuisaidia hiyo familia. Na sasa hivi natamani hata ujuzi niliopewa au niliokuwa nao uondoke kabisa. Wewe unahitaji kusoma nyoka, lakini huwezi kusoma nyoka. Naweza Laila, naweza. Nipe japo hata fursa kidogo tu. Nyoka unahitaji kumwogopa, lakini pia inakubidi uwe mjasiri kuliko hata unavyofikiria. Wewe huwezi kusoma nyoka. Ndiyo naweza. Unaweza kusoma nyoka? Naweza Laila, nipe hata chance moja tu. Sawa, nitakupa chance. Nyinyi ni marafiki zangu, popote ninapowahitaji huwa mnakuja kwa wakati mwafaka kabisa, na leo nawaita sio kwa dhumuni kubwa, ni kidogo tu. Rafiki yangu anataka kukuona. Tafadhali Sarana, Sarana. Unataka kusoma nyoka afu unaogopa nyoka? Wewe ni msomaji wa nyoka kweli? Una moyo mdogo sana. Huwezi kusoma nyoka. Hawezi. Laila. Laila. Haujanitendea haki kabisa. Unajua nikiangalia package ya rafiki wetu, bro, hujanitendea haki. Yaani hukupaswa kufanya hivyo. Unajua nilikufuata nikakuomba undugu. Ukawa kwangu vitu vingi tunashirikiana mimi na wewe. Lakini unafahamu nimepata shida kwa sababu yako. Lakini kweli wewe wa kunitelekeza kwa mtaalamu alafu kaniacha na ukutaka kujua kitu chochote kuhusiana na mimi kweli? Kweli angoja ni kweli? Mimi labda naomba nikueleze kitu kimoja ambacho labda wewe ukitambua. Undugu wetu ulikofika, tumefika mbali sana. Wewe ni rafiki yangu, wewe ni mtu wangu wa karibu, wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Sawa. Mimi siwezi nikakukataa wewe kwenye tatizo dogo kama lile. Na unaweza ukanilaumu, pengine hata ningekuwa ni mimi, ningekulaumu wewe kwa kitu hiki. Lakini brother, matatizo yangu unayajua. Kwanza nachoweza kushukuru Mungu, nashukuru kwa sababu niliweza kupata ile akili ya kukupeleka huko. Unanijua mimi sio watu wa waganga. Lakini sijui akili Mungu wangu ilitoka wapi. Umeona?
Lakini kaka, baada ya kukufikisha kwa mganga niliko kupeleka kaka, nilipata matatizo ambayo sio ya kawaida. Yaani huyo nyoka ndo amechachama kiasi kwamba labda mimi ndo niliyemuua. Si unanielewa? Na kitu ambacho kibaya zaidi ni kwamba amefikia hatua mpaka mpwa wangu sasa yuko kwenye matatizo makubwa sana. Mpwa wangu amefariki, ila kifo chake yani amekufa na yuko hai, yani mambo ambayo hayaeleweki. Si unanielewa? Mimi baada ya kukupeleka kule nikaja kupambana na matatizo, ilibidi baadaye nirudi kwa mganga. Kwenda kwa mganga kumueleza haya matatizo ambayo yamekuwa yamezidi. Si unanielewa? Kwa hiyo ndugu yangu, sio kani nikutelekeza, ila nina matatizo. Mpaka tunavyoongea hapa matatizo yangu hayajaisha na hayana nafuu. Si unanielewa kaka? Mimi sio kukutelekeza wewe. Mimi baada ya hapo ilibidi niende kwa mganga. Nikaenda kumueleza kuhusu mpwa wangu. Unamjua? Kwa sababu kuna siku nimeenda amenipiga shoti ambayo sijawahi hata kuona. Ndio mganga kunieleza kwamba yule mdogo wangu pale alipo yule ndugu yangu, yani tuseme ana kitu amekufa kimazingara. Yani kufa kafa lakini bado anaonekana. Mganga kanielekeza kitu ambacho kusema ukweli sikiwezi, sijawahi kukifikiria na sikiweza hata kukifanya. Akanielekeza nitafute miskule hiyo miwili, skule la kiume na limskule la kike. Sasa mimi kwa akili yangu naviwaza nikajua, kwa sababu kuna jamaa mmoja aliniambia usione maduka mengi Kariakoo wanauza wana miskule wale. Mimi nikajua usiku labda mchana wanauza nguo, usiku labda kuna miskule. Nikachukua bajaji, nikakodi kwa mwanangu niende Kariakoo kutafuta miskule. Miwili tu nilikuwa nataka. Sasa unacheka nini? Yaani mimi nakueleza wewe unacheka, si ndio? Umeona bana? Hebu nyamaza basi. Kwa hiyo umetoka hapa ni bajaji, umeenda kuchukua miskule town. Sasa unacheka maana yake nini mwanangu? Oya. Tuheshimiane basi. Unachanganya. Umeona bana? Oya, tuheshimiane bana. Nikachukua bajaji ili nikaibebe kwenye bajaji. Nafika waka pale kaka. Kwa hiyo usia kuna mtu hata mmoja. Oyo unafika nini? Eti tu paka town. Town ukaenda kuuliza miskule. Sasa hivi vitu vinawezekanaje? Hilo swala ungeniambia mimi. Alafu ngona mimi nakufanyia nini sasa? Oya. Yaani maswala magumu ambayo unaona haya yameshindikana mimi ndo nayaweza. Alafu hiyo michezo ya hatari yote yani mimi ndo nayo. Yaani swala la misukule maana yake wewe ulibidi usipate tabu. Maana yake chuma ulikuwa unakuja kuniambia mimi, afu mimi nakuelekeza mazingira afu fresh na hiyo misukule inapatikana paka asubuhi. Yaani paka chai. Mimi na watu wao watatu na magomvi nao. Wa kiume wawili, mwanamke mmoja. Sija moja pesa. Hiyo ndio mimi nakusaidia na misukule inapatikana paka asubuhi. Acha. Sasa sikiliza, fanya hivi basi uniokoe mwanangu. Lile tatizo nilikuwa naliona ni njozi kaka, niko serious sasa hivi. Kaka ni serious mpaka mwenyewe naogopa. Mimi misukule nimeipata na mimi niko bega kwa bega na mimi. Hiyo kusema sasa misukule hiyo niache mimi. Sasa unafanyaje? Maana wewe ni mtu wa wataalamu unajua. Ndio maana kwamba sasa niache mimi. Nice. Unanikumbuka? Sikukumbuki. Unaikumbuka ishati? Usi Abel. 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 Kwa nini ulimsaidia Abel peke yake? Unakwenda kutangaza kuwa amekufa. Kwani mimi hukuniona kwamba nimekufa? Nakuuliza, kwa nini mimi hukuniona kwa nimekufa? Same. Wema wako utakuponza. Na kwa kuwa hutaki kufuata yale maneno aliyokuambia Abel. Alikwambia kwamba usitangaze sehemu yoyote kuwa yeye amekufa. Na bado unaendelea kutangaza. Sasa nisikilize. Hautakiwi kumsaidia mtu yoyote miongoni ya wale watu. Ukiendelea nitakuua. Mama!
Unanikumbuka? Naomba tu nikwambie, fanya unayoyafanya, lakini naomba acha mara moja msaada unaoenda kumpatia John. Naomba uache. Nina uwezo wa kubadilika muda wowote, na hapa hata ukiniambia nibadilike, uwezo wa kubadilika ninao. Mimi ndio yule nilikusimamisha ukiwa na gongo, na mimi ndio niliyekugonga mguu wako. Nina uwezo wa kujibadilisha sura nyingi sana za wanawake. Nimekuja kukuonya. Dakika 10 zilizopita nimekusikia unaongea na John, na ukimwambia kwamba unamsaidia, usimsaidie John katika kitu chochote kile. Achana na mambo ya John. Na kuonya, achana na mambo ya John. Najua una waganga wengi sana, au ni waganga wako wewe. Usimuhusishe John, achana na mambo ya John. Na ukiendelea nitakuua. Mama! Acha umbea na huruma. Elewa kile nilichokwambia. Sio kukimbia kimbia tu hapa. Usimsaidie mtu yoyote kwenye ile familia ama ule ukoo. Umenielewa? Umenielewa? Nakuuliza, umenielewa? Haya ni mambo ya kukaa chini tukazungumza. Acha kuendeshwa na wewe mlimbo yako. Huwezi kuniambia kitu ninakuelewa John. Wewe ndio hujamzaa Abeli wewe. Nisikilize sasa. Dada sikiliza sasa. Dada sikiliza basi. Dada sikiliza basi. Sikiliza tu, usinisikize dada, sawa? John, unaniambia nini nikuelewe? Kaa chini tuzue tunafanya nini? Yesu anakupeleka wapi sasa? John, utaniambia nini nikuelewe John? Mimi ni mzazi, nimebeba Abeli tumboni miezi 9. Mimi ndio naujua uchungu. Dada, hilo mimi mwenyewe nalijua. Wewe ni dada yangu, Abeli ni kama mtoto wangu wa kumzaa. Si unanielewa? Sawa John, wa kumzaa unasema. Sio hivyo. John, unaongea kila hivi. John, acha kuchukulia rahisi hili jambo John. Abeli leo anageuka na nipigia shot. Mimi mama yake. John. Naomba unisikilize. Hapa kuna mambo ambayo hujajua. Tatizo la Abeli sio la kwenda nalo kelele na sio ulizokuwa nazo. Hatuwezi kupata suluhisho na kuomba tukae chini tujue tunafanyaje hiki kitu. Haya ni mambo mazito sana dada. Na kuomba utulie. Sawa John. Na kinachoniumiza, hii habari ya Nice kuja nyumbani kwangu kila siku ananiambia mwanangu amekufa. Hilo inaniuma John. Inaniuma John. Naomba unisikilize. Dada, mimi mwenyewe ninaumia. Abeli ni damu yangu. Abeli ni sawasawa na mwanangu. Si unanielewa? Ninaomba usizidi kunichanganya. Siku zote ukiona mtu mzima analia, jua kuna jambo limemsibu. Niache. Dada. Sasa kwenye hasira zako ndo utafanya nini? Dada. Yeseremani we umwana rakuze owagize niko yagize o mama owagize niko yagize o mama mwanange nduwiyahure ho mama
mwananje tuwiya huleho mama, oh mama. Kowagize niko yagize, oh mama, oh mama. Kowagize niko yagize, oh mama, oh mama. Mwananje tuwiya huleho mama, oh mama. Ugenda wigotore abiyo bakarungwana ndiko ndatora ibikomero ngende ndabavure abariyo. Roho ya mauti sijaumbiwa nayo, na mauti haumpendezi mtu. Ujio wako sio salama. Mwananyoka, umefuata nini hapa? Umauti ni sehemu ya kiumbe yoyote aliyeumbwa na Mungu, na hakuna kiumbe anayeweza kuukwepa umauti. Ngoja nikuulize swali. Ina maana wewe ni bora sana wa kusaidia watu? Hapana, mimi sio mbora, ila mimi ni mbora wa kusaidia watu. Isipokuwa wewe ni nyoka, mimi ni binadamu. Kwa sipendi kumwona binadamu mwenzangu akiteseka, kwa sababu wewe na mimi ni maadui. Hatuwezi kukaa sehemu moja. Sasa ngoja nikutengeneze. Huwezi kunifanya